بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na kitabu chetu cha Kashfu Shubuhat, kitabu cha alimamu Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Tulikuwa tumeishia kwenye maneno yanayosema fa innaka idha arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. kwamba fa innaka idha arafta, hakika yako wewe pindi utakapojua, anna al-insana, kwamba mwanadamu, yakfuru bi kalimatin, anaweza kukufuru kwa neno moja, yukhrijuha, neno ambalo atalitoa, min lisanihi, kutoka kwenye ulimi wake, akawa kafir. Waqad yaquluha wa huwa jahil, na pia anaweza akalisema hilo neno hali ya kuwa ni mjinga. Fala yu'dharu biljahli, basi mtu huyo hatopewa udhuru kwa ujinga, atahukumiwa kwamba ni kafir, atahukumiwa kwamba ametoka kwenye Uislamu kwa neno hilo. Tukasema tutajitahidi kufanyia ikhtisari na ufafanuzi wa haya maneno kwamba je, al-Imamu al-Mujaddid rahmatullahi alayhi hampi mtu udhuru kwa sababu ya ujinga? Yani mtu ambaye ni mjinga kisha akalisema neno ambalo linamtoa kwenye Uislamu kwa sababu ya ujinga wake, al-Imamu hampi udhuru kwamba huyu ni mjinga basi sio kafiri, au anapewa ujinga au anapewa udhuru kama ni mjinga huyu? Ni kweli al-Imamu al-Mujaddid rahmatullahi hampi udhuru mtu mjinga? Jawabu, wanawachuoni wamezikusanya kauli za Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kwenye haya masala, wakagundua baadhi ya nukta ifuatayo au zifuatazo, nukta mbili au nukta moja. Nukta ya kwanza, mtu ambaye amepuuza haki, ameipuuza tauhid, ameambiwa bwana mwabudu Allah mmoja, simshirikishe Allah, akapuuza, lakini amepuuza hali ya kuwa anayo nafasi ya kujifunza, yani ana nyenzo zote za kujifunza. Maulama wapo, mashaikhi wapo, duati wapo, walinganizi wapo, makala mbalimbali za uandishi zipo, rasaili mbalimbali, barua mbalimbali zipo, misikiti lazungumza jambo la tauhidi. Maana yake yeye ana uwezo wa kwenda kwa shekhe akamuuliza, je, hukumu ya mambo haya ni ushirikina au yapo kwenye Uislamu? Lakini pia anaweza akahudhuria kwenye sehemu za mihadharati akasikiliza faida, akapata elimu. Bimaana mtu huyu ana nafasi, ana uwezo, ana nafasi, ana uwezo wa kuhudhuria na kupata maarifa ya halali na haram, shirkun na imani. Anayo tamakuni hii, ana umakini huo na ana uwezo huo, lakini yeye akapuuza vyote. Lakini pia vile vile inawezekana ubainifu kwake yeye huko karibu, yani maana yake watu ambao wanaobainisha labda wakawa ndugu zake
mashekhe zake, jamaa zake wa karibu, wanaobainisha haki kwamba tauhidi ni hii, mtu kuabudu masanamu, kuabudu mizimu, kuabudu watu na vinginevyo, na kuwaomba watu waliokufa. Haya ni katika mambo ya ushirikina na mtoa mtu katika Uislamu. Manake ana hoja za karibu ambazo watu wanaweza kumfikishia ni watu wake wa karibu. Kwa hiyo pointi ya kwanza ni kwamba mtu aliyepuuza ma'a tamakkunihi min almarifati wa ma'a qurbi alhujjati minhu, ana uwezo, ana nafasi, ana sababu zote za kuweza kupata maarifa ya kujua hili ni haram na hili ni halali, na hoja za kumfikishia hilo zipo karibu na yeye. Sasa mtu wa namna hii, fajahlu la bisababi khafai alhaqi, ujinga wake hapa sio kwa sababu ile haki imefichikana kwake yeye. Tumeelewa jamani? Yani huyu atakuwa ni mjinga si kwa sababu ile haki na ile tauhidi imefichikana kwenye mazingira yake. Misikiti ipo shamikha, durusu zipo, jamaa zake wa karibu, maulama wapo, mashekhe wapo, maduati wapo, anaweza akawauliza, anaweza akakaa msikitini, anaweza akakaa hata nyumbani kwake akasikiza mihadhara, anaweza akafungua simu, akaweza akaangalia YouTube, akaangalia wapi. Vyote vile vina uwezo wa kumfikishia kwamba hili ni ushirikina, hii hapa ndiyo tauhidi. Kukaa kwa waganga na kuabudu na kucheza na kufanyaje na kuamini, huu ni katika aina miongoni mwa aina za ushirikina. Kuabudu waliokufa na kuwaomba na kuwataka msaada, huu ni ushirikina. Vigezo vyote hivyo vya kumwelimisha anavyo. Sasa akiwa hayajui haya, mtu huyu ujinga wake sio kwa sababu haki imefichikana. Ujinga wake hapa sio kwa sababu ile haki ya tauhidi, ile haki ya kumwabudu Allah sio kwamba imefichikana, bali hii wala sio kwa sababu eti haki haipo kwenye mazingira yake, sio tena kwa sababu kwamba haipo ile haki kwenye mazingira yake, au wale watu wa kumzindua hawapo. Watu wa kumzindua wapo, na sehemu zinazozungumza hiyo haki zipo, na sauti ya kusikika hayo yote ipo, na vyanzo vyote vya kuipata ile haki vipo. Lakini ujinga wa huyu bwana wa namna hii, ujinga wake ni kwa sababu kapuuza, basi hakuna kingine. Asbabu liannahu a'rada 'anil haqq, ni kwa sababu yeye kapuuza haki, kapuuza mawaidha, kapuuza mihadhara. Anaona clips mbalimbali kwenye mawaidha yake, kwenye simu yake, zinazungumzia tahadhari na ushirikina, jiweke mbali na ushirikina, madhambi makubwa na mtoa katika Uislamu ni madhambi. Anavipuuza vyote. Durusi nazowekwa misikitini anapuuza. Huyu sasa akiingia kwenye madhambi ya ushirikina, ujinga wake sio udhuru. Ujinga wake sio, hatopewa udhuru kwa sababu eti ni mjinga hajui, la. Ndo huyu ndo ambaye Sheikh kamkusudia hapa. Innama sababu, au sababu iliyopelekea yeye alla yu'dhara bijahlihi, sababu iliyopelekea yeye asipewe udhuru kwa ujinga wake, liannahu a'rada 'anil haqq, ni kwa sababu ameipuuza haki. Kwa haya maneno ya Imam al-Mujaddidi hapa kwamba wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahli, hapewi udhuru kwa sababu ya ujinga. Haya maneno yachukuliwe kwamba hapewi udhuru kwa sababu ya ujinga yule aliyekuwa na nyenzo na sababu na njia za kuifikia haki akapuuza. Huyu hapewi udhuru kwa sababu ya ujinga wake, bali huyu akifanya dhambi la ushirikina fahuwa kafiru. Akifanya dhambi la kumtoa katika Uislamu, huyu katoka kwenye Uislamu, ni murtadun, ni mtu aliyeritadi, ni mtu ambaye ameritadi. Ama mtu ambaye atakuwa ni mjinga hali ya kuwa hakuna vya kumzindua, hakuna wa kumwambia, hakuna labda ilmu hiyo, misikiti ya kuzungumzia hayo mambo ya ushirikina haipo, basi mtu huyu fa innahu yu'dharu bihi hukman fil akhirah, mtu huyu anapewa udhuru wake huko akhira, kihukumu yake anapewa udhuru ya hukumu
yake huko akhera tahta mashiatillah. Amma fi dunya hapewi udhuru kwa hukumu ya tendo atakaloliingia. Bimaana akifanya dhambi la ushirikina, dhambi la kumuingiza katika kufuru, anaambiwa hilo dhambi ulilolitenda wewe ni dhambi ambalo mutawaadun binnar, mwenye kulitenda ameahidiwa kuingia motoni, chukua tahadhari. Lakini tumwambie kwamba mtu huyu udhuru wake ni udhuru kwa sababu ya i'rab, haambiwi hivyo. Kwa hiyo nukta ya kwanza ni hii kwenye haya maneno ya Imamu Mujaddid rahmatullahi alayhi, fala yu'dharu bil jahl. Tumesema maneno haya mahmali yake ambayo wameyatafsiri wanachuoni ni kwamba mtu ambaye hapewi udhuru kwa ujinga ni yule ambaye alikuwa na nyenzo zote za kuifikia elimu ya tauhidi kisha yakapuuza. Ujinga wake atakalolifanya litampelekea kwenye kufuru, basi atajia ni kufuru. Nukta ya pili ambayo pia wanachuoni wameizungumza kunako masala haya ni kwamba laisa kullu man amila kufran sara kafira, si kila aliyetenda ukafiri anaambiwa ni kafiri. Si kila aliyetenda bid'a ataambiwa huyu ni mubtadi'. Sio kila aliyeingia na kulitenda dhambi la ushirikina ataambiwa huyu ni mushrik. Sio hivyo. Wadalilu ala dhalik, ushahidi wa hilo ni haya maneno ya Imam Mujaddid waliofuata. Qala nasema rahimahullah, nasema waqad yaquluha, na anaweza akalisema mwanadamu neno la ukafiri, wa huwa yadhunnu, na hali ya kuwa anadhania, annaha, kwamba hilo neno tuqarribuhu ila Allah ta'ala, linamkurubisha kwa Allah aliyetukuka. Mtu anaweza akasema neno la ukafiri akiwa anadhani kwamba hilo neno linamkurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama dhanna almushrikuna, kama walivyodhania washirikina hivyo. Khususan, hasa in alhamaka Allah, ikiwa Allah atakujulisha wewe, atakufahamisha wewe, ma qassa, kile alichokihadithia, an qaumi Musa, kunako watu wa Nabiillahi Musa, ma'a salahihim wa ilmihim, pamoja na kutengamaa kwao, salahihim, wametengamaa, wa ilmihim, na elimu yao. Watu wa Musa Allah aliwaokoa wakawa wamesalimika na wamemtambua Mola wao ni nani, wanatakiwa wao kumwabudu, wakasilimu. Kwa walikuwa na ilmu na walikuwa na salah. Lakini watu hao annahum atauhu qailin, walimuijia Nabiullahi Musa hali ya kuwa wanasema, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun, tujalie na sisi tuwe na muabudiwa kama walivyokuwa wale pale wanamwabudia wanayemwabudu. Aya hii tumeitaja juzi hapa, ni kwamba Nabiullahi Musa alipovuka na watu wake kwenye bahar al-Yam, Allah akawabariki akawafanikishia, wakavuka pale. Walipovuka, walipopita mbeleni, wajawazna bi bani Israila al-bahr, tulipowavusha wana wa Israeli kwenye bahari, wakawaona watu ambao yaakufuna ala asnamin lahum, wakaona watu wamekaa kwenye masanamu yao, wanaomba, wanafanya tawafu, wanafanya ibada mbalimbali. Walipowaona wale watu, wakamwambia Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, ewe Musa, muombe basi Mola wako naye pia atujalie na sisi tuwe na Mola kama walivyokuwa hao na Mola. Neno hili Musa alayhi salatu wasalam akawaambia, innakum qaumun tajhalun, nyinyi katika watu ambao mmejivalisha ujinga, mmeingia kwenye ujinga. Maneno haya ukiyasema unahesabika wewe ni kafir. Ukisema kwamba mzimu huu, mti huu hapa ni Mola anayetakiwa kuabudiwa, ewe nabii wa Allah, tujalie na sisi tuwe na mti kama huu, tuwe tunauabudu kama hao wanavyoabudu. Neno hili ni neno linakutoa kwenye ukafiri. Lakini Musa alayhi salam hakuwaambia hawa watu makafiri, na hata masahaba wale ambao walikuwa hadithu ahdi bil iman, wale waliokuwa wageni kwenye Uislamu, nao pia hivi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam walipita wakawakuta watu
min almushrikin kuna mti wao unaitwa anwatin. Huo mti ukitundika silaha kwenye ule mti alafu kaja ukazitoa zile silaha pale, zile silaha zinakuwa ni kali, tena zinakuwa zina uwezo mkubwa sana. Sasa hawa watu ambao waliosilimu wapya walipopita na mtume na masahaba lile eneo la ule mti, wakaziona zile silaha zimetundikwa pale, walimwambia mtume naye sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin, na sisi mtume tujalie tuwe na mti kama huo, kama walivyokuwa hao na mti wa hiyo. Mtume akamwambia, kwa hakika mmelisema neno lile lile ambalo walilisema wana wa Israeli kumwambia Musa. Watu wa Musa walimwambia, ewe Musa, tujalie tupate muabudiwa kama walivyokuwa hawa na muabudia, na nyinyi mnasema tujalie na sisi tuwe na mti kama walivyokuwa hawa na mti. Maneno yenu yote yamefanana. Lakini pamoja na hayo maneno yao, mtume alayhi salatu wasalam hajawahukumu hawa maswahaba wageni kama ni makafiri. Kwa hiyo sio kila aliyesema neno la ukafiri atakuwa ni kafiri. Kaida muhimu sana, laisa kullu man waqa'a fil kufri sara kafira. Si kila aliyedumbukia kwenye ukafiri akatamka neno la ukafiri amekuwa ni kafiri. Walaisa kullu man waqa'a fil bid'ati sara mubtadi'an. Sio kila ambaye kalitamka neno la bid'a, jambo fulani la bid'a, amekuwa ni mubtadi'. Anaweza akayatamka maneno jahalan bihukmi, akawa hajui hukumu ya hilo jambo, au waliishi mazingira ambayo hakuna watu wanaoyalingania hayo, wanaoyasema hayo. Kwa hiyo hatuwezi kumhukumu kwamba ni kafir. Sasa hii nukta ya pili, tunaipata hii kanuni ya kwamba sio kila aliyeingia na kufanya ukafiri amekuwa ni kafir, na siye kila aliyefanya ushirikina amekuwa ni mshirikina. Nukta ya tatu na ya mwisho katika haya mazungumzo hapa ya Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi, yanaonesha ya kwamba takfirun muayyanin yakunu bidawabit. Kumkufurisha mtu fulani kwamba wewe ni kafiri ni lazima pawe na dhawabiti na vidhibiti vya kisheria. Hata kama kafanya katamka neno la ukafiri, mpaka ifikie tumwambie wewe ni kafiri, wewe ni mshirikina, ni lazima tuwe na vidhibiti vya vya kujiridhisha, pasiwe na mashaka, tuwe na yaqini kabisa anayoyasema ndio anayoyaitakidi, asiwe na mawani'u takfir, asiwe na vizuizi vinavyomkufurisha. Haya mambo matatu ni katika dhawabitu takfiri muayyan, vidhibiti vya kutokumkufurisha au vidhibiti vya kumkufurisha mtu: ashak wal yaqin wa adamu mawani'i at-takfir. Pasipo na mashaka au na yaqini, na pasiwepo na vizuizi vya kumfanya kuwa ni kafir, mawani'u at-takfir, kama hii ujinga. Thumma qala, kisha Imam Mujaddid akaendelea akasema, fahina idhin, utakapojua hivi kwamba mtu utakapojua kwamba mtu anaweza kalisema neno akidhania kwamba linamkurubisha kwa Allah kama walivyofanya washirikina, fahina idhin, basi wakati huo, kipindi hicho, ya'dhumu khawfuka, inakuwa kubwa hofu yako. Naam, lazima una hofu na Mola wako. Wa hirsuka, na ni lazima iwe kubwa pupa yako, ala ma yukhallisuka, juu ya yale ambayo yukhallisuka, yatakuweka mbali, min hadha wa amthalihi, kwenye mfano wa mambo kama haya na mfano wake, kwenye mambo kama haya na mfano wake. Lazima uwe na hofu sasa kwamba mtu anaweza akasema neno akidhania linamkurubisha kwa Allah, neno hilo akidhania linamkurubisha kwa Allah, kumbe linamuingiza kwenye madhambi. Sasa ukishajua hivyo, hofu yako kwa Allah itakuwa kubwa kwenye maneno yako, kwenye vitendo vyako, na pupa yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni kubwa sana, pupa ambayo utaitumia iweze kukuepusha na mfano wa mambo kama haya
ya mtu kudhani ya kwamba amesalimika, kumbe ameingia kwenye makosa. Waalam, na utambue ewe Abdullah, anna Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala min hikmatihi, miongoni mwa hekima yake, hekima zake, lam yab'ath nabiyan, hajampeleka nabii yoyote, bihadha tauhidi, kwa hii tauhidi ya kuwalingania watu, illa ja'ala lahu a'daan, isipokuwa amempatia na kumjalia maadui. Allah katika hekima yake hakupeleka nabii yoyote kwenye umma wowote, nabii huyu akawafundishe watu tauhidi, isipokuwa pia alimpatia maadui. Kama qala ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin, na vivyo hivyo tumejalia kwa kila nabii, aduwan, kuwa na maadui. Maadui gani? shayatin al-ins, mashetani wa kibinadamu, wal jin, na mashetani wa kijini, yuhi ba'dhum ila ba'dhin, wakifundishana baadhi yao kuwafundisha baadhi, zukhrufal qawli ghurura, mapambo ya maneno na maneno ya udanganyifu. Zukhrufal qawli, mapambo ya maneno, ghururan, na maneno ya udanganyifu. Allah kwenye hii aya anathibitisha kwamba hakuna nabii yoyote yule isipokuwa tulimjalia awe na maadui, maadui wa kishetani wa kibinadamu na maadui wa kishetani wa kijini. Na hao maadui wao kwa wao huambizana na hufundishana kauli za udanganyifu na za mapambo, ili waweze kuwadanganya watu hawa katika manabii. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya nyingine pia akasema, wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wakafa birabbika hadiyan wa nasira. Na Allah amejalia kwa kila nabii awe na maadui, minal mujrimin, katika waovu. Waovu wanakuwa ni maadui wa mtu muwahid. Allah kajalia hivyo jibiliyan, fitrat Allah allati fatara an-nas alayhi. Hichi kipengele kina baadhi ya kuna kitu kimoja ambacho al-Imam al-Mujaddid anakikusudia kwamba tambua ewe mtu wa tauhid, miongoni mwa hekima za Allah ni kwamba hajampeleka nabii yoyote kwenye umma isipokuwa amempatia maadui. Maadui hao watakuwa mashaitani wa kibinadamu au watakuwa mashaitani wa kijini. Lazima tuwe na maadui. Kama manabii wanafanywa hivi, unasemaje wasiokuwa manabii? Pointi anayokusudia hapa Imam Mujaddid ni shubha, ni aina ya shubha. Shubha yenyewe ni hii hapa ifuatayo, kwamba lau ingalikuwa tauhidi ni ya kweli, inatoka kwa Allah, yani hili jambo la kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, lau kanat haqqan min indillah, kama tauhidi ingelikuwa ni ya kweli inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la kana an-nasru li ahlihi wadh-dhullu li a'da'ihi, ushindi utakuwa ni wa watu wa tauhidi, watu wanaompokesha Allah, hawa ndio watakuwa washindi. Wadhullu, na udhalili na unyonge, liaadaihi, utakuwa maadui zake. Nukta ya kwanza hii ya kuzungumzia hii aya iliyotoa hapa, kwamba shubha hii mtu anaweza kusema lau haya ambayo wanayasimamia manabii na yale ambayo tunayasimamia sisi kuamuabudu Allah peke yake na kuwalingania watu waabudu Allah peke yake, lau itakuwa ni haki, basi pasinge ilikuwa na haya tunayoyaona, ushindi ungelikuwa ni wa Allah na watu wake na dini yake, na udhalili na unyonge na uchini ungelikuwa wa maadui zake. Lakini pia tungeona kwamba hawa mitume na hawa manabii hawatakuwa na maadui. Sasa iweje tena nabii na mtume awe na maadui tena, hali ya kuwa ni mtu muwahidi, mtu tauhid? Kwa sababu nasru na ushindi ni kwao, wa inna jundana lahumul ghalibun, majeshi yetu si ndio yenye kushinda.
Hasa kama mitume wanamwabudu Allah, wanampokesha Allah subhanahu, wao wanampokesha Allah na mwabudu Allah subhanahu, kwa nini wapatikane maadui tena? Na ushindi ni nyinyi, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, nyinyi ndio mlioshinda na nyinyi ndio mko juu, iweje mwe na maadui tena? Kivipi upatikane maadui wa kishetani, maadui wa kibinadamu, na hali ya kuwa nasru, ushindi ni wa Allah subhanahu kwa nyinyi, na udhalili na unyonge ni kwa maadui? Na mitume kwa nini tena wawe na maadui na hali ya kuwa wao ni ahlu tauhid? Sasa ndio maana sasa utaona kwenye Qur'ani makufari walipokuwa wakiwaona manabii na mitume walikuwa na wadharau sana, na walikuwa wanaona hawa mitume na manabii hawastahili kuwa mitume wala manabii, hawastahili, kwa sababu watu wenyewe madhalili, hawana watu, hawana vigezo vya kuwa majitu, watu ambao ni super power, wana nguvu duniani. Hawa sio manabii wa kweli. Wangelikuwa manabii wa kweli, tungeona ushindi wao, tungeona nusra yao. Ndio maana ukifungua suratul Isra, ukifunga suratu Bani Israil, suratul Isra, utakuja kuona namna ambavyo makafiri walitamani kwa mitume na manabii. Utakuja kuona namna ambavyo mitume na manabii walivyofanyiwa na washirikina, jinsi walivyokuwa wanataka washirikina kwa mitume. Takupa mfano mwepesi. Walikuwa wanataka kwa mitume kwamba lau hii Qur'ani iliyokuja nayo Muhammad na hii dini iliyokuja nayo Muhammad ni vya kweli, basi tufanyie yafuatayo. Katika haya alimwambia hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a, hebu amuru kwenye hii ardhi zipite chemchem kwenye ardhi, hatta tafjura lana, mpaka utupitishie sisi kwenye ardhi yanbu'an, chemchem nyingi sana, mpaka tukuamini sasa. Hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a au tusqita as-samaa kama za'amta alaina kisafan, namwambia mpaka awadondoshe nyota. Sasa kama wewe unadai ni mtume wa kweli, hebu dondosha nyota tukuone. Kwa sababu wao walikuwa naona kwamba nabii, lakini hawezi mambo makubwa, hawezi huyu. Wanamwambia pia ateremshe vitu ambavyo hana uwezo navyo. Subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, kama utakasifu ni wa Allah, mimi sikuwa isipokuwa ni binadamu tu ambaye ni mtume. Lakini pia walimwambia huyo mtume, walimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba lau hii Qur'an angeteremshiwa malaika, sisi tungekuwa hatuna wasiwasi wote. Sasa ingekuwa hii Qur'an na huu Uislamu na hii tauhidi kateremshiwa malaika kuja kutulingania sisi, wala hatuna pressure, kwa sababu tunaamini huyu ana power, ushindi ni wake, akiamuru lile na lile na lile yatafanyika, lakini sio binadamu. Walimwambia laula unzila alayhi malak fayakuna ma'ahu nadhira, yani hii Qur'an ingeteremshiwa malaika akawa ni muonyaji, ingekuwa ni jambo zuri, angekuwa muonyaji malaika. Sasa yani lau Allah angeteremsha kutoka mbinguni malaika akawa na waonya watu. Hizi aya na mfano wa hizi na mfano mwingine kwenye suratu Furqan walisema mali hadha ar-rasul yaakulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq, mtume gani huyo anakula vyakula na anaenda sokoni? Mtume namna gani? mali hadha ar-rasul yaakulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila alayhi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Kuna staajabu mtume, hiyo ni sura pia, kuna staajabu kumwona mtume kwenda sokoni, kwa sababu wanaona cheo cha unabii na utume ni cheo kizito. Kwa hiyo bila shaka
al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi anaonyesha ya kwamba kwa aya hii panawezekana wakadhania na wakatafakari kwamba hii Qur'an na hii tauhidi hivi sio vitu vya haki, kwa sababu vyenyewe vina maadui. Kwa kuwa vina maadui, basi hakuna haki tena ya kuvisikiliza wala kuvifuata. Hakuna haki ya kuvisikiliza na kuvifuata kwa sababu vina maadui. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الإمام وكذلك كسيم وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. baada ya kutambua iliyopita hivi kwamba nabii na mwenye kulingania mwenye tauhidi ni lazima awe na maadui. Kwa hiyo maana yake usiwe na wasiwasi muda wa kuwa upo na Mola wako, hata kama hao maadui wataamua kukufanyia aina mbalimbali ya vitimbi, usihuzunike wala usirudi nyuma muda wa kuwa kuna maadui wa kijini na kibinadamu. Mola wako atakunusuru. Mtume sallallahu alaihi wasallam alinusuriwa na alipata ushindi, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Ushindi ulimpata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kutwezwa na kudhalilishwa na kushushwa chini kulikuwa kwa washirikina ambao walikuwa wanadai haya yote, walikuwa wanadai yote haya, wao ndio wakawa madhalili sasa. Kwa hiyo hata kama sisi tuna maadui, lakini muda wa kuwa nuwahidullah hatuna hofu. Pia Sheikh akasema waqad yakunu li a'da'i tauhid, kwa kuzidi kukutia hofu, waqad yakunu li a'da'i tauhid, wanaweza wakawa wale maadui wa tauhidi wana nini? Ulumun kathiratun, wana elimu nyingi, wa kutubun, na wana vitabu vingi wametunga, wa hujajun, na wakawa na hoja nyingi. Kama qala ta'ala, kama Allah subhanahu aliposema falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayinat, na pindi walipowaijia wao mitume wao na hoja na ubainifu, farihu bima indahu min alilmi, waliridhia kwa yale walionayo katika elimu. Kwa wakasema sisi hatuna haja na huo ubainifu wenu, hatuna haja na hiyo tauhidi yenu, hatuna haja na hiyo dini mliokuja nayo, sisi tuna elimu wenyewe, twaelewa yale tulionayo. Farihu bima indahu min alilm, mubao yakasema farihu maana yake radhu, waliridhia. Nzuri sana aliwa Mujaddid, ukitafakari vizuri maneno ya msingi. Asidhani mtu yoyote ya kwamba maadui wanaoishambulia tauhidi ni watu majuhala. Sidhani mtu kwamba eti watu ambao wanaoipinga tauhidi ya kumwabudu Allah subhanahu eti wao wote majuhala, la ilma indahum, hawana elimu yote. Asidhanie mtu hivi. Wanaweza wakawa ni mabahari katika fununu ilm, katika fani za elimu mbalimbali. Tena yusharu ilaihim bil banan, wanaashiriwa kwa vidole kabisa, yule bwana yule, ala mashaallah, yule bwana yule. Lakini wakati huo huo anaashiriwa kidole na kutajwa kama ana elimu, wakati huo huo anaipiga vita tauhidi na anapinga kumwabudu Allah mmoja, na kuona ya kwamba panastahiki pia kuabudiwa viumbe vingine, na kutakwa msaada na kutakwa shafaa, uombezi, viumbe vingine kufikishwa kwa Allah subhanahu. Elimu yake la yanfa'uhu shay, haimnufaishi chochote, muda wa kuwa anaweka baina ya mwanadamu na Allah, anaweka mkatikati. Sheikh anatuthibitishia kwamba maadui wanaweza wakawa na elimu. Mfano, zama za Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, palikuwa pana mtu anaitwa Daud Jirjis. Daud Jirjis katika maimamu mashekhi wakubwa, kana aliman bari'an. Daud Jirjis, yani Jirjis, imma taku Jirjis au Jirjis. Tayib, alikuwa na elimu nyingi sana,
ni bahari katika elimu ya dini. Zama za Sheikh Muhammad hizi anatunga kitabu chake, huyu mwamba yupo, lakini pamoja na ilmu yake aliyokuwa nayo, lakinahu kana mushrikan, alikuwa ni mshirikina wa kutupilia mbali. Alikuwa ni mshirikina wa kutupilia mbali na elimu yake aliyonayo. Aliipinga da'wa ya shekhe, ulinganizi wa shekhe aliupinga, aliufanyia kila aina uadui, na ilmu alikuwa nayo haijamnufaisha chochote. Lakini pia vile vile Muhammad ibn Hamid Shurraqi, Muhammad ibn Hamid au Hamid Ashurraqi, pia naye katika wanachuoni wakubwa zama za Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, naye mtu huyu na ilmu yake, lakini kana min a'da'i tauhid, alikuwa ni katika maadui wa tauhid. Na ndiyo huyu alitunga kitabu akiwakosoa mashekhe ambao walikipinga kitabu cha Al-Busiri. Alitunga kitabu kuwakosoa mashekhe wote walioipinga na kuikosoa kasida ya Al-Busiri, bali yeye aliitetea na kusema kasida ya Al-Busiri ni kasida ambayo imejaa haki na imejaa ukweli, na hali ya kuwa ndani yake kuna sampuli ya afaa na majoka mbalimbali ushirikina yaliyotajwa mle ndani. Sasa huyu Muhammad ibn Hamid al-Shurraqi, yeye alitunga kitabu kuwakosoa hao. Mtu mwenye ilmu anakosoa kasida ambayo, anaitetea kasida ambayo ndani yake panatakwa msaada kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Busiri katika sunna yake anamtaka msaada, wanamuomba Mtume alayhi salatu wasallam msaada. Huyu Muhammad ibn Hamid al-Shurraqi anatunga kitabu kutetea kasida al-Busiri na elimu alionayo, lakini mushrik. Kwa hiyo usidhani kila anayepinga da'wa ya tauhid ni mjinga, usidhanie hivyo. Zama za shekhe, hata zama zetu pia, sio zama zake tu shekhe, mpaka zama zetu. Tukiangalia Sudani, ambao athari kubwa ya taraiqi hizi, turuqi hizi zilizoletwa humu Tanzania zimekuwa nyingi sana, wakina Tijani, maturuqi ya tariqa ya kisufi Tijani, Safawia hawa na wengineo katika maturuqi ya kisufi, Hasuia si nani. Utakuta katika moja ya machimbuko yao wanatokea pia katika miji ya Sudani. Nenda kawaangalia hao mashekhe zao, mashekhe wa tariqa, ukawaone baadhi yao ni wa bahari ya elimu, ni watu na utambuzi, lakini yudhalliluna an-nas, wanawapoteza watu, wanawafungamanisha watu na wao, wanawafunganisha watu na aqtabuhum, na kutubi zao, sio vitabu, kutub. Wanawafungamanisha watu na washirikina wenzao, wanaacha kuwafungamanisha watu na Mola wao aliyewaumba. Kwa hiyo hii nukta ya muhimu sana. Mfano Fakhruddin ar-Razi ni katika watafsiri wa Qur'ani ambao walitafsiri Qur'ani kwa kutumia lugha ya Kiarabu, balagha wa sarfu manaha au manini, humo kaitafsiri Qur'ani katika wajibu huo Fakhruddin ar-Razi. Na tafsiri yake tafsiru ar-Razi, ni tafsiru ar-Razi maarufu mashuhuri, lakini ndani humo kuna shamba la i'tizali, falsafa ziko humo nyingi sana, kawaidi za ki'tizali kaziweka mule ndani. Mtu wa batil na elimu alionayo. Bali huyo Fakhruddin ar-Razi ametunga kitabu kimoja. Hicho kitabu alichotunga Fakhruddin ar-Razi, anaelezea nyota za mbinguni namna gani zinaweza zikamsaidia mtu akiwa anataka kuziomba na kuzitaka msaada.
Huyu Fakhruddin Razi ana kitabu hicho. Hizi nyota zilizopo juu huku, mtu kuzitaka msaada, kuziomba sikusaidie matatizo yako, ametunga kitabu hicho na ametoa baadhi ya maelekezo. Elimu yake imemnufaisha nini? Kwa hiyo wana vitabu, wana hujaju, wana hoja mbalimbali. Nimewasomeni juzi hapa darasani, miongoni mwa hujja za watu wa bid'a dhidi ya ahli sunna. Wana hujaju na hoja, lakini walhujjatu la tuharabu illa bilhujjati. Hoja haipigwi vita isipokuwa kwa hujja. Alhujjatu la tuharabu illa bilhujjati. Hoja haipigwi vita isipokuwa kwa hoja. Tulizungumza jambo fupi, nataka nitaje kwa udogo, kunako kutuona sisi tunamgawa Allah sehemu tatu. Tunafanana kwenye kigawanyo hichi na manasara wa Kristo, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Mnamwita Mola wenu Rabb, kigawanyo cha kwanza. Kigawanyo cha pili mnamwita Ilahu. Kigawanyo cha tatu mnamwita ni lahu asmaun wa sifat, ana majina mazuri na sifa, ana majina na sifa. Kwa huu ni utatu kama wanaswara, ni utatu kama wanaswara. Hujja hii ni hoja, ukisikia hivi ni hoja, lakini sio hoja ambayo inaweza kuyavunja tulionayo sisi, kwa sababu tutakuja kuona katika maneno ya Sheikh kwamba hoja yoyote itakayoletwa dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, hoja hiyo itajibiwa bil muhkamati, kwa aya zilizo wazi. Yani mtu yeyote akitengeneza vijishubha vyake kwenye mambo yanayomhusu Allah, akatengeneza akatoa fikra fulani, hiyo fikra yake itajibiwa kwa sisi kurejea kwenye ayat muhkamat, kwa sababu Allah akasema hunna ummul kitabi. Hizi aya, zile aya ambazo ziko wazi, ndiyo mama wa Qur'an. Wa ukharu mutashabihat, fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wil. Kwa hiyo hawa wana hoja, wana hoja vyao vingi, na kiuhalisia sisi Tanzania bado kwa kiwango cha 90% hawa tulionao katika sufia hawajafikia kiwango cha kuanza kutema nyungu zao za yale wanayoitakidi dhidi yetu na yale wanayoitakidi wao juu ya Mola wao. Mambo yao mengi yamefichwa na kusikiliwa kwenye vitabu vyao, lakini iko miji kwenye hii dunia, hao mabwana asufiyun wanatoa ya moyoni na wanatetea hoja zao. Inawezekana wanasomeshana, lakini hawazungumzi kutetea na kuradi na kukosoa kwenye jamii kwa kiasi kikubwa. Watakuwa kiwango kidogo tu, lakini sio kiasi kikubwa. Kwa ala kulli hali lahum hujaju, wana hoja kwenye mambo yao. Falamma jaatuhum rusuluhum bil bayinat, mitume walipowaijia hawa makufaru zama za nyuma, walipowaijia mitume, farihu bima indahum min alilmi, waliridhia kile walichonacho katika elimu, wakasema sisi hatutaki hayo mliokuja nayo, sisi tuna elimu zetu, tuna utambuzi wetu. Sheikh anasema idha arafta dhalik, ukilijua hilo kwamba hata maadui nao wana elimu nyingi, wana vitabu wameandika vingi, wana hoja nyingi, wa arafta anna at-tariqa ila Allah, na ukajua kwamba njia ya kujielekeza kwa Allah la budda lahu, ni lazima kwenye hiyo njia, min a'da'in, pawepo na maadui, qa'idina alayhi, waliokaa juu ya hiyo njia.
Utakapotambua hivyo, utakuwa umejua kwamba njia ya kuelekea kwa Allah ni lazima iwe na maadui walioikalia. Kina hao maadui ahli fasahatin, ni watu wenye ufasaha sana, ongea Kiarabu kweli kweli, wanakijua Kiarabu diqhu wa jilluhu, irdhuhu wa qasruhu, upana wake na ufupi wake, wingi wake na uchache wake unajua. Halafu ahlu fasahati ni watu Allah kawaruzuku halawatul kalam, utamu maneno. Namsikiaje Jufri, kama unaweza kumsa Jufri, Ali Jufri, namna alivyokuwa na halawa katika maneno yake, hadahu Allah. Utatambua kwamba hao maadui pia ni watu ahli fasahati, lakini pia wa ilmi, na ni watu wenye elimu, wa hujaji, na watu wenye hoja. Falwajibu alaika, kilichowajibu kwa wewe ahli sahibu tauhid, an tataallama, ni wewe kujifundisha, min dini llahi, katika dini ya Allah, ma yasiru, kile kitakachokuwa silahan laka, ni silaha kwako wewe, tuqatilu bihi, utakayopambana kwa silaha hiyo, haula shayatini, na hao mashetani kibinadamu na kijini. Falwajibu alaika, kilichowajibu juu yako, an tataallam, wewe ni kujifundisha, min dini llahi, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ma yasiru, kile kitakachokuwa silahan laka, ni silaha kwako wewe, tuqatilu bihi, utapambana kwa kupitia hiyo silaha kupambana na haula shayatini, na hao mashetani. Alladhina, mashetani ambao, qala imamuhum, alisema kiongozi wao, wa muqaddimuhum, na muqaddamuhum, na aliyewatangulia wao, lirabbika, kwa Mola wako azza wa jalla, ambaye ni Iblis, alisema la aqudanna lahum siratakal mustaqim, la aqudanna lahum, kwa hakika nitawakalia hao wanadamu, siratakal mustaqim, kwenye njia yako iliyokuwa ya sawasawa, wa huwa alislamu, na ni Uislamu. Anaosema ni Mbaghawi, la ajlisanna libani adama ala tariqika alqawim wa huwa alislam, nitawakalia hao watu wako wanadamu wote, nitawakalia mimi juu au kwenye njia yako iliyonyooka sawasawa. Thumma laatiyannahum, kisha nitawaendea wao, min baini aidihim, min baini aidihim, kwa maana nitawaendea wao mbele yao. Na hapa mbele, qalu, wanasema ahlu tafsir, ushakikuhum fi akhiratihim, nitawatilia mashaka kunako mbele yao ya akhira. Hiyo akhira yao ya mbele wanaoiendea ile, nitawatilia nayo mashaka sana. Yani mtu anafanya imani, anafanya amal, anafanya matendo, lakini ana mashaka ya matendo yake. Kwa nasema la thumma laatiyannahu min baini aydihim, kisha nitawaendea wao mbele yao. Mbele yao hapa makusudio, ay ushakikuhum fi akhiratihim, nitawatilia mashaka wao kunako akhira yao. Wa min khalfihim, na vile vile nitawaendea wao nyuma yao, bimaana uraghibuhum fi dunyahum, nitawapendezeshia sana dunia yao ambayo iko nyuma, nitawapendezeshia sana kwa wao kushughulika nayo, kuuana kwa ajili ya dunia, kutengana kwa sababu ya dunia, kufikia mpaka kuwa maadui kati yao kwa sababu ya dunia. Wa min khalfihim, ay uraghibuhum fi dunyahum, nitawapendezeshia nyuma yao ambao ni dunia. Kwa nitawaendea mbele yao, lakini nitawatilia mashaka kuna kwa akhira yao. Wa min khalfihim, na nitawaendea pia nyuma yao, maana yake nitakwenda kuwapendezeshea hiyo dunia yao ambayo watakuja kuiacha nyuma yao. Wa an aymanihim, na pia nitawaendea wao kuliani kwao, bimaana
nitawatatizia wao, nitawatilia utata jambo la dini yao, ndo aimani. Wa an aimani, maana yake ushabihu alaihim, nitawatilia utata, nitawawekea utata amra dinihim, kunako jambo la dini yao, kuliani kwao. Maana dini yao pia watakuwa na wasiwasi nayo, imani yao watakuwa na wasiwasi nayo. Wa an shamailihim, na vile vile nitawatamanishia wao na nitawaendea wao pia kushotoni mwao. Makusudio ya kushotoni mwao hapa, ay ashhi lahumul maasi, nitawatamanishia wao maasi. Shimalihi, maana yake nitawatamanishia wao maasi, watakuwa wanayatamani maasi. Wala tajidu aktharahum shakirin, na hautowapata wengi wao ni wenye kushukuru. Kwa hali hii hautoweza kuwapata wengi kuwa ni wenye kushukuru. Maana yake kunako akhera nimewatilia mashaka, kunako dunia nimewaletea raghaba, nimewapa raghbatan, maana yake kwenye kuipenda. Lakini pia vile vile dini yao nimewatilia wasiwasi kunako dini yao. Mtu anasoma anasikiza dini, lakini wasiwasi na maswali mengi kunako Uislamu wake. Je, itakuwa sawa? Itakuwa ni kweli bwana? Mbona kama na Uislamu hapo utakuwa unachanganya mambo. Lakini pia vile vile shamailihim, nitawatamanishia wao maasi, utakuwa na yatamani sana maasi. Wala tajidu aktharahum shakirin, na hautokuta wengi wao ni kushukuru. Baada ya kusema maneno Sheikh anasema lakini idha aqbalta ala Allah, ikiwa utajielekeza kwa Allah, wewe muwahhid, mtu tauhid, mwenye na kwamba Ibilisi na hao maadui wamekaa kwenye njia ya Uislamu, lakini wewe ikiwa utajielekeza kwa Allah, wa asghaita ila hujajihi wa bayinati, wa asghaita, na ukazikaribia na kuzifahamu, ila hujajihi, hoja zake Allah subhanahu wa ta'ala, wa bayinatihi, na ubainifu wake Allah wote ukawa umeufahamu na umeuelewa na umejielekeza kwake yeye. Fala takhaf, basi usihuzuni, usiogope. Wala tahzan, wala usihuzunike. Inna kaida ash-shaytani kana dhaifa, hakika vitimbi vya shaitani vimekuwa ni dhaifu. Inna kaida ash-shaytani kana dhaifan, hakika vitimbi vya shaitani vimekuwa ni dhaifu. Kwa hiyo usiogope wala usihuzunike. Utakapojielekeza kwa Allah na ukazifahamu hoja za Allah na ukafahamu ubainifu wa Allah, fala takhaf wala tahzan, usiogope wala usihuzunike. Tembea kifua mbele, kwa sababu tayari wewe una bayinati min rabbik, una bayana zitokaza kwa Mola wako. Akamaliza Sheikh akasema, wal-ammiyu min al-muwahhidin, wal-ammiyu, na mtu ami, min al-muwahhidin, katika watu wa tauhid. Mtu ambaye ni ami, mtu ambaye ni ami. Mtu ambaye ni ami maana yake ni yule Muislamu wa kawaida, yule ambaye hasomi na ajua mambo yake ya kawaida tu ya Uislamu mdogo mdogo, basi ndio ami. Sasa mtu ambaye ni ami alafu ni katika watu wa tauhidi ambao hawajaharibiwa umbile lao, hajawahi kuabudu makaburi, hajawahi kuabudu mizimu, hajawahi kuabudu sijui mti wala mawe wala nini, bali yeye ni muwahhid, anajua Mola wake yuko juu, basi huyo hana maneno mengi. Saami min almuwahhidin, katika watu wa tauhidi, mtu huyu anaweza yaghlibu, akawashinda alfan min ulamai haulai almushrikin, 1000 katika maulamaa wa kishirikina hao. Ami huyo, amiyu, mtu wa kawaida katika Waislamu ambaye anajua kwamba anatakikana mwabudu Mola wake peke yake, anaweza kuwashinda hao wenye elimu 1000 katika washirikina, anaweza kuwashinda. Kama qala ta'ala, kama Allah aliposema, wa inna jundana lahumul ghalibun,
na kwa hakika majeshi yetu ndiyo yenye ushindi. Yani kwa maana ya kwamba mtu ammi ni ule mtu ambaye kinachomtawala yeye ni zile aya zilizo wazi, na zile aya ndizo ambazo anazitumia kukosoa na kukataa kila fikra ngeni kwenye akili yake, kwamba bwana ukikaa mtake msaada Jailani, wewe unasema madidi ya Jailani, madidi ya Jailani, yanasema kwa sababu Qur'ani imesema iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, kwako tunakuabudu tu na kwako tunakutaka msaada. Mimi huyo Jailani anataka msaada wa nini? Hizo aya ambazo ni muhkamati kwake yeye ndiyo silaha za kumfanya akatae kila aina ya fikra mpya inayotaka kumtoa katika barabara. Na panatajwa Sheikh Sheikh yudhika, palikuwa pana alimu mmoja alikuja katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na chuoni mmoja katika hao maulama hawa ambao tunawazungumza, wana ilmu, wana utambuzi, lakini wana dosari kwenye kuelewa masuala ya tauhid. Kwa alipofika msikiti wa Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anajua kwamba hapa kuna watu ambao wanaonyesha kwamba wao ni watu wa tauhid, watu wa tauhidi hao. Basi kati amekaa akamuona mtu mmoja pembeni, akamwambia, akamsalimia vizuri, akamwambia, nyinyi mnakataa kuwataka msaada watu waliokufa, si ndio? Mnakataa kuwataka msaada watu waliokufa, mnasema ushirikina. Mtu akaenda kwenye kaburi labda la baba yake, akaanza kusema, baba yangu, mtazame mwanao na hali ngumu, baba niokoe kwenye haya nilionayo, mzee wangu ulikuwa msaada mkubwa kwangu mimi, umeondoka, sasa mimi nitafanyaje kwenye maisha? Mtazame mzee wangu, niokoe kwenye jahazi hili, madeni na mambo mengi. Mlikuwa mnakataa nyinyi mnasema huu ni ushirikina. Sasa hivi kwa nini mnasoma Qur'ani? Nyinyi mnasoma Qur'ani kweli? Katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala tahsibanna qiraa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, na wala msidhanie wale ambao wameuliwa katika vita kwenye njia ya Allah subhana, msidhanie wamekufa, bali wao wako hai mbele ya Mola wao wanaruzukiwa. Sheikh yule akamwambia, unasikia aya hii? Qur'ani inasema wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabili amwata, msiwadhanie wamekufa, bal ahya'un, bali wako hai. Mnakataa nini? Sisi tunaowaomba ni watu wako hai, tunawataka msaada, watuombee kwa Mola wetu kwa sababu ya jaha walionayo na sharafu walionayo, utukufu walionao na nafasi walionayo. Ndio maana sisi tunawaomba. Sisi Qur'ani imewathibitisha kwamba wako hai. Yule ammi anamsikiliza tu bado. Kwa hiyo hii fikra mnayoeneza kwa watu ni fikra batil, ni fikra potofu. Msiwazuie watu kuomba waliokufa. Yule ammi akamwambia, mbona aya hiyo inakujibu wewe mwenyewe? Hiyo Allah wamekufa, bal ahya'un, bali wako hai, inda rabbihim yurzaqun, mbele ya Mola wao wanaruzukiwa. Sasa hao wanaruzukiwa kama tunavyoruzukiwa sisi, ni waombe wa nini? Wao wenyewe huko wanaruzukiwa, sio kama wanaruzuku. Hiyo aya inasema wao wenyewe wanaruzukiwa, wanapewa na Allah kama ninavyopewa mimi. Mimi sinapambana na tafuta, napewa na Mola wangu, na wao hivyo hivyo kaburini nao wanapewa.
Kwa nini nisimuombe Ar-Razzaq, mwenye kutoa riziki? Bana akaona hoja ya ammi ni qawi marra, yani ni ya moto. Aya muhkama inaonyesha kwamba inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin, Allah ndiye mwenye kuruzuku na ndiye ambaye sisi tunatakiwa tumuombe riziki, tumtake riziki, na yeye ndiye ambaye yaksimu rahmat rabbik, anaigawanya rehma ya Mola wake, anaigawanya rehma, anagawanya riziki kwa waja wake. Iweje sisi tumuombe binadamu anayeruzukiwa kama sisi, tumtake msaada yule anayeruzukiwa kama sisi? Sasa na faida gani? Angekuwa na ruzuku sawa, lakini yeye mwenyewe anapewa. Ndio haya maneno ya kwamba ammi au al-ammi, neno hili linamwashiria mtu ambaye ni wa kawaida, anaweza kuwashinda watu 1000, watu wenye ilmu na watu wenye maarifa. Mwisho katika haya maneno ni tashihi al-lugha, kusahihisha lugha ya Kiarabu. Kwenye neno hili al-ammi, neno hili mufradi, hili neno ni al-mufrad, jina la umoja. Neno hili ni jina la umoja. Al-ammi ni mmoja, ndio hivyo. Sasa hili neno hili sijui vitabu vyenu vimeonyeshaje, lakini mimi kwenye kitabu changu hapa mim ina shadda. Kwa nini ina shadda? Tayeb. Sasa akiwa mmoja tunamuita al-ammi, mim naitia shadda. Fahamiana? Wakiwa wengi, jina hili liwakiwa ni wengi, hiyo alifu inageuka kuwa wao, na mbele ya wao panakuwa pana alifu sukuni, itakuwa ni awamu nasi, awamu nasi. Sasa katika khata'un sha'i', katika kosa lililoenea ni watu kutia shadda kwenye wingi, wanatia shadda kwenye neno la wingi kwenye wao, halafu ile mimu ambayo ina shadda hawaitii chochote, wanasema awamun nas, awamun nas, awamun nas. Hadha khata'un, hili ni kosa. Hili nini? Kosa. Kwa sababu shadda tunaiona kwenye mufrad ipo kwenye herufi gani? Mim. Shadda ipo kwenye mim, alifu haina shadda, alifu hapa haina shadda. Kwa ukilipeleka kwenye wingi usiseme awamu, kwa sababu awamu ni mukthiru sabha au mukthiru sibahati, mtu mwenye kukithirisha kuogelea sana, anayeogelea mno, ni mtaalamu kuogelea kweli kweli, ni awamu, ni mtu mwenye kukithirisha kuogelea. Kwa hiyo sahihi ni kusema awamun nas bitashdidi almimi, awamu bitashdidi almim. Huo ndo usahihi wa neno, kwa sababu mufradi yake mim unaitia shadda, na hivyo hivyo kwenye wingi wake pia neno hilo mim utalitia shadda. Sio kwenye umoja mim uitie shadda, kwenye wingi wao uitie shadda. Shadda ipo kote kote. Kwenye umoja kunatiwa shadda kwenye mimu, na kwenye wingi shadda inawekwa kwenye nini? Kwenye mimu. Kwa hiyo huo ni tashihi al-lugha. Kwa al-ammi min al-muwahhidina, na ammi mtu wa kawaida katika watu wa tauhid ambaye anayafahamu mambo bil muhkamati, yaghlibu alfan min ulamai haulai al-mushrikin, anawashinda 1000 ya wanawazuoni wa kishirikina, kama qala ta'ala, kama Allah subhanahu alivyosema, wa inna jundana lahumul ghalibun, fajundullahi, majeshi ya Allah, humul ghalibun,
wao ndio wenye kushinda bilhujjati, kwa hoja, walisani, na vile vile kwa ulimi. Kama annahumul ghalibuna, kama walivyokuwa majeshi ya Allah ndio wenye kushinda, bisaifi wasinani, kwa ushindi wa mapanga wa sinani. Wa innamal khawfu, na kwa hakika si vinginevyo, alkhawfu, khofu iliyopo, ala almuwahhidi, juu ya mtu wa tauhidi, alladhi yasluku tariqa, ni kwa yule ambaye mtu wa tauhidi, yasluku tariqa, anaipita njia, walaysa ma'ahu silahun, na kisha akawa hana silaha ya elimu. Huyo ndio mtu mwenye hofu kubwa sana. Huyu ndio mtu mwenye hofu nzito, anapita njia ya tauhidi lakini hana elimu, anampokesha Allah kwenye ibada lakini hana elimu. Huyu ndio ana hofu kubwa sana. Lakini mtu ambaye ni muwahhid, yeye hana hofu hata kidogo, kwa sababu ana maarifa ya kutosha, amebeba silaha. Kama hukujua aliposema, alaika an tataallama min dini llahi ma yasiru silahan laka tuqatilu bihi haulai shayatin, beba silaha ya elimu utakayopambana kwa elimu hiyo na hawa maadui wa kishetani, wa kibinadamu na vile vile wa kijini. Hasara kubwa na hofu ni juu ya mtu wa tauhidi ambaye yasluku tariqa, anayepita kwenye njia ya Uislamu, walaysa ma'ahu silahun, na akawa yeye hana silaha yoyote itakayomsaidia kujikinga na maadui hao. Ni lazima tusome, tunahusia sana kwenye kusoma, ni lazima tusome maneno ya Allah subhanahu. Hii ndo aqwa silaha. Hakuna silaha kubwa kama ya Allah, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anayeligura na kulikimbia na kuikimbia silaha hii, basi ajue amekimbia silaha nzito isiyokuwa na mfano wake. Kwa ni lazima sisi tubebe hizi hazina na maneno ya Imam Muhammad Abdul Wahhab. Anatukumbusha ya kwamba sisi ni lazima tusome sana, tubebe hoja za ayat muhkamat ambazo zitatusaidia sisi kubainisha na kuweka wazi kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekitaka kiwe. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.